Unaweza kusema chochote sasa? Shida kidogo. Sasa mkuu, mimi bwana nimeshangazwa na hii kitu. Nimekuta haya mambo ofisini kwangu pale mezani. Sasa hivi vitu wanasema uelewe hivi vitu. Hii ni dawa. Ushaikunusa? Mimi ndio nimenusa. Unajua umenusa Hii ni dawa sikio, inatibu sikio, inatibu ngiri na inatibu magonjwa zaidi ya 400. Unafikiri hii ni dawa baba? Lakini mkuu, hebu angalia vizuri, mimi nakuelekeza nimekwisha angalia. Hii mimi naifahamu. Mtashughulikia. Kama ni hivyo hakuna shida. Hamna shida. Sawa. Vitu vya kawaida hivi. Mwanangu, nielekeze ile misha yako jana. Mwanangu, maisha yako lizalau kinoma. Kwa nini tena mwanangu? Wasule demu view yule mwana mpira starasta yule. Nimemzungusha nyuma darasani kule. Anifanye mambo yangu. Anakuja kuniambia kuna mnyama anacheza uwanjani, kuna tope kanichanganya. Sema na wewe mimi nishakwambia. Hao mademu zako achana nao, wewe bado usikii. Sasa nifanye nini mwanangu? Ticha mnoko kinoma. Vijana, vipi hali zenu? Mjambo? Sawa ticha. Unaendeleaje? Naona mambo mazuri. Yes. Sawa. Bwana mtupishe kidogo na kuniongea na vijana. Vipi maendeleo bwana? Fresh na kusikiliza teacher. Sawa. Ni vizuri sana, mimi nafurahi sana unaposema unanisikiliza. Ila mimi ninaomba kama kweli unanisikiliza basi unisikilize, alafu haya ninayokuambia uyafanyie kazi. Sio kwamba unanisikiliza alafu haya ninayokuambia huyafanyii kazi. Hakuna faida yote ya kunisikiliza. Sawa? Kijana, wewe bado mdogo sana. Alafu wewe unategemewa na familia yako. Mama yako, baba yako, ndugu zako wanakutegemea. Umeletwa hapa kusoma wewe ili utengeneze maisha yako baadaye ya kusaidie. Unakuja kujipotezea mwelekeo wa maisha yako ya baadaye. Hata baadaye utakapokuja kuwa na familia yako wewe utazidi kupotea.
madawa manini, unavuta mabangi manini, unasambaza kwa wenzio, unajiharibia namna hiyo maisha yako. Wewe stiki kwenye kusoma tu, baki kwenye kusoma, maisha mengine yaendelee, ili baadaye uje kupata faida hata kwa watoto wako utakaowazaa baadaye, kwa sababu wewe unaelekea kwenye maisha yako baadaye. Leo wewe unaharibu kizazi hichi, unajaribu na mwenyewe. Je, huko mbele kutakuwaje? Unajizoesha hao madude, utakuja kuyazoea madude, utakuwa uweze kuishi bila hao madude, bila kuvuta haya madawa, utakuwa uwezi kuishi bila kuvuta madawa. Mwisho wa siku unalowea, unakuwa ovyo, yani unaharibikiwa kabisa. Mimi nakukanya hivi kama mzazi wako. Baada ya mzazi wako alokuzaa, mimi ni mzazi wako pia. Kwani ticha alokuambia kama mimi nauza madawa mazingira au mimi natumia mazingira nani? Mbona ticha anapenda sasa kunifuatilia wewe? Umeona sasa? Hizo kauli zako tu, mazingira ndo nini? Umeona mambo yako? Mimi sina kuona, kwani mimi sikuoni? Tuangalie kwenye begi lako tuone kama hamna chochote huko. Tuangalie. Sikia ticha. Hapa chuo mimi nimekuja kusoma, ushaelewa ticha? Wewe kama umekuja kufundisha wanafunzi, fundisha wanafunzi, sio kufundisha maisha yangu mimi. Ushanielewa? Wewe, mimi ni mzazi wako. Mimi ni kama mzazi wako. Sawa, umezaliwa na mzazi mwingine, lakini mimi ni mzazi wako wewe. Lazima nikurekebishe. Lazima nikukanye kwa vitu kama unavyofanya sio vizuri. Unako ticha, mambo mengine usio unafuatilia maisha ya watu ticha, utakuja kuumia. Hiyo ndio shida yako. Ticha, tulia kwanza. Sema ticha, unapenda sana kunifuatilia maisha yangu au sio? Kwani shida nini mdogo wangu? Sio shida nini? Kwani unaona unaponichunguzia sana maisha yangu? Mimi sikuchunguzi, mimi nakusaidia. Mimi nimwambie nini familia yetu? Mueleze. Mimi sikufuatilia na kurekebisha wewe maisha yako. Ticha, poa vipi tu mtu? Wewe sasa unanijia mimi na bisibisi rafiki yangu? Sio bisibisi. Mimi nitaweza kukukili muda sio mrefu, nishakuelekeza, ushaelewa? Mimi maisha yangu huwezi kunifuatilia. Fuatilia maisha yako wewe hapo. Wewe una familia? Basi mzee. Oa blaza. Wewe sio ticha, kwanza nishakutoa kwenye uticha. Sikia, watu ninaofanya kazi nao mimi ni wakubwa, sio maskini kama wewe. Sio, ushanielewa? Fanya mambo yako, usinifuatilie maisha yangu. Mimi nakusaidia wewe mdogo wangu, jamii inakutegemea katika maisha. Bwana mimi mwambie, mimi namsaidia. Hilo zingatia, si watu tunafanya nao kazi watu wakubwa. Unaelewa? Hiyo zingatia, unaonaje kwanza? Hilo zingatia. Fanya mambo yako ticha, jikatae, usifuatilie maisha yetu. Haya bwana, samahani sana. Usituchwele sisi wengine, sio mangwele sisi. Vipi huyo? Man City kuna deki. Hata nikichukuaga game lake nikiwa nacheza kama hivi na enjoy. Sasa mwanangu nachukua Chelsea kwa sababu wamefunga Barcelona juzi. Sasa mwanangu leo nakaa. Shika mwanangu, naona michongo ishaingiliana ngwani mzima. Vipi? Vipi kuhusu harakati mdogo wangu? Mbona kama haziendi? Biashara fresh, sema tu kuna mazingira hapa na kwa miausho. Kuna teacher anaitwa Jakaya hapo ndo ananifuatilia daily. Kila anachokifanya naona na mchongo wangu ananifuatilia. Jakaya? Anaitwa Mwalimu Jakaya. Jaribu kuwa makini. Nitalifanyia kazi. Kwa hivyo mimi niko makini, sema ndo hivyo mazingira ni ananifuatilia mpaka nafika kipindi anafika mpaka kwa walimu. Sasa hii michongo mimi nakuwa nachoka, itafika kipindi mimi itabidi nibwage. Nipe muda. Nitakupatia jibu. Hamna noma mdogo wangu. Jaribu kuwa makini. Jakaya na mchoma kimya kinamliza. Alikuwa mwalimu wa matumaini.
Habari yako ticha? Vipi? Wema kabisa. Karibu. Asante sana. Vipi kuhusu dogo kasitokiziwa ikiwepo nawe uko hapa? Nani, Godwin? Yes. Amestukiziwa? Sio kwamba sifahamu. Ninafahamu nini kinaendelea. Yaani swala la dogo kustukiziwa na mimi niko hapa, wewe linakutia mashaka gani? Ni lazima uogope mwalimu, kwa sababu wote tunakuwa mashakani. Unachotakiwa wewe sasa hivi usiwe na shaka yoyote. Cha kukutoa hofu. Nasikia bana? Hayo mambo yote niachie mimi, kwa sababu mimi mwenyewe naelewa na ninajua sasa huu muda uliofika huu ni muda wa kumalizana na Jakaya kabisa. Si unanielewa vizuri eh? Kwa hiyo hata kama amemsukia sio nini, wewe niachie mimi. Kwa sababu tukichelewa tu itakuwa umekula kweli. Nafurahi kusikia hivyo ticha. Endelea na mikakati yako. Nikikwambia bana haya tunakwenda kwenye 18 usichelewe. Basi kuwa makini. Yaani mimi niko zaidi ya makini. Wewe nakujua, tulia. Tulia bana. Asante. Habari za kazi? Salama. Shikamoo. Marhaba. Karibuni. Asante. Mimi naitwa Jakaya. Ni mwalimu wa wanafunzi wa shule na familia yangu. Sasa nilileta maombi, kwa hiyo nimeambiwa maombi yangu yamejibiwa tayari. Kwa hiyo nimekuja kusikiliza kama yako sawa. Sawa. Jakaya Juma? Ndiyo, Jakaya Juma. Niliomba shule ya Lushoto Magamba, shule ya msingi Lushoto Magamba. Sawa. Taarifa zako zipo tayari? Ndiyo. Na vyeti vyako vyote vipo sahihi. Asante. Pia umepatiwa nyumba Lushoto kwa ajili ya kuishi na familia yako. Tunashukuru sana. Sawa. Wapo taratibu zingine. Inabidi mwende ofisi ya msajili ambayo ipo hapa. Ukitoka tu kushoto kwa ajili ya hatua nyingine zilizobakia. Asante dada. Asante, tunashukuru. Karibu. Baada ya hapo ikawaje bwana Jakaya? Baada ya pale niliamua tu kuacha ile kazi. Muda umeisha. Alikuwa mwalimu wa matumaini. Nitarudi tena siku nyingine. Moyo ya vijana, lakini leo kalamu yake imenyamazishwa. Kwa barua ya kufukuzwa, hakuamini macho yake. Karibuni. Unaitwa nani? Mimi naitwa Steve. Na wewe? Mimi naitwa Diana. Diana. Nipendeza mwenyewe. Jina zuri sana. Asante. Mko mwaka wangapi hapa chuo? Tuko mwaka wa pili. Wote wawili? Mama mama kujitunza huko pekee. Amna. Kuna mtu anaitwa Godwin Emmanuel Lulemba. Mnafahamu? Nani? Godwin Emmanuel Lulemba. Ndio, tunamfahamu. Mnafahamu vipi? Alikuwa ni mwanafunzi mwenzetu. Ina bahati mbaya kupoteza maisha. Mnaweza kunielezea kifo chake kilisababishwa na nini? Kiukweli sisi hatufahamu, ila tulipokea tu taarifa za kifo chake, tukahudhuria msiba sisi kama wanafunzi wenzake, basi hivyo tu. Sasa kuna kitu nataka nijue.
Hivi huyu Masumbuko ni nani? Masumbuko? Masumbuko alikuwa ni mlinzi. Punde baada ya Godwin kufariki, sijamuona tena maeneo ya chuoni. Sijajua kuna shida gani. Lakini akai mbali, barabara inayoingilia nayo hii ya kuingia chuoni hapa, mita miwili mbele, ndio anapatikana Mr. Masumbuko. Na ni maarufu sana kutokana na kazi zake. Kuna mtu mwingine nataka nimuulize. Anaitwa Salumu Kinyepe, ni nani? Kinyepe alikuwa mwalimu mkuu wa zamani. Kabla ya kuja Mabula alikuwa Kinyepe. Kwa hiyo yeye hayupo. Mr. Kinyepe hayupo. Mnamjua mtu anaitwa Jakaya Juma? Jakaya lecture. Yule ni lecture alikuwepo hapa. Changamfu sana lecture. Ila sasa naye anamishwa pia tuonani, hajamuona naye muda mrefu sana. Nahisi naye amemishwa sio. Ila alikuwa mchangamfu sana Jakaya. Inaonekana mlikuwa mnampenda sana. Sana. Katika lecture ambao changamfu Jakaya. Kwanza nikufundisha lazima uelewe. Yaani lazima uelewe. Hiyo ndio sifa yake moja kubwa sana. Lakini sasa naye haonekani, sijui changamoto za ofisi wanahamishwa malecture. Basi sawa, nimefurahi kuwaona. Nashukuru. Karibu. Mimi ni wakili Elizabeth Mosha. Ni wakili. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Karibu. Karibu pia bwana. Hello mlembo, ni muda wa kula sasa. Wewe fani Habari. Salama, karibu. Asante. Na mimi ndio bwana Masumbuko. Hapana, mimi naitwa Abdalla Ngapaila. Mtaa wote huu wanaujua. Mimi natengeneza chipsi, mshikaki, ugali, kila kitu hapo nakipata. Karibuni. Basi bwana. Maana sisi tulikuwa tunamtafuta huyu bwana Masumbuko. Sasa kama hayupo basi tuondoke. Twende dada. Hebu subiri nini kwanza? Masumbuko kafanya nini? Kuna issue gani? Mbona mnataka kuondoka? Masumbuko alikuwa ni mlinzi pale chuo. Kwa kuna mafao yake yanatakiwa yatoke. Sasa tunahitaji saini yake kwenye zile document ili apewe. Yaani shughuli hizi ni ngumu sana. Kiasi kwamba mpaka ninashindwa, yaani mpaka majina yenyewe ninashindwa kutaja. Mimi ndiye. Kwa hiyo ndio Masumbuko. Mimi ndiye Masumbuko. Sawa. Sasa hapa iko hivi. Sijaja hapa kwa ajili ya mafao ya shule. Kuna maswali nataka nikuulize. Yanahusiana na nini? Tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2025 ulikuwa wapi? Sikumbuki. Lakini ilikuwa ni siku yako ya kazi. Unazungumzia kazi? Kazi yako ya ulinzi. Mbona mimi nitoka muda mrefu? Kaka, tunaomba utusaidie hapa. Kwa taarifa zilizopo, tarehe 26 ulikuwa upo kazini. Sasa unavyosema kwamba wewe haukuwepo, unatuchanganya kidogo. Tarehe 26 chuo. Hebu nikumbusheni. Maana matukio ni mengi hapa katikati yaliyopita. Sawa. Unamjua Godwin Emmanuel Lulemba? Ndo nani?
Ni mwanafunzi wa pale chuo, alikuwa mwanafunzi maarufu, ana rasta hivi, kidogo ni mtukutu. Chuo wanafunzi ni wengi na umaarufu ni wa kwake. Sasa mimi nakujaje? Sawa basi, iko hivi. Ni mwanafunzi ambaye alifariki pale akiwa chuoni. Unamzungumzia yule aliyofariki? Ndio. Yule alikuwa mtukutu sana. Si ndio umesema alikuwa na rasta? Ndio huyo. Sasa nimemkumbuka, alikuwa na tabia chafu sana pale chuo. Yaani kila uhuni ambao unaujua wewe, yeye alikuwa anaufanya. Lakini kuhusu kifo chake sijui. Unaweza kuniambia hiyo siku ilikuwaje? Nini kilitokea? Nakumbuka hiyo siku ilikuja gari ambaye haina namba. Nikafungua geti, nikaingia, na kazi yangu mimi kufungua geti na kufunga. Ilivyoingia ile gari, nikafunga geti, nikarudi kwenye kibanda. Baada ya muda kidogo nilimwona Godwin akifuata ile gari. Sikuifuatilia sana kwa sababu najua kabisa ile tabia zake. Sikuhangaika naye. Nikaona kuna mtu kashuka kwenye gari akiongea na Godwin. Nikasogea kidogo kuangalia ni nini kinaendelea. Kabla sijasogea mbele zaidi, nikasikia mlio wa risasi. Ilibidi nirudi nyuma na kutafuta pa kukimbilia. Sawa, sasa kwa nini uliacha kazi? Sasa dadangu, kwa station kama hiyo nadhani utaendelea kubaki hapo? Kwa hiyo hukubahatika kumuona mtu yoyote kati yao? Hapana. Yaani hapana. Na sikutaka kujua tena usile. Hata hivyo nimewaambia nyinyi, hata sielewi kwa nini nimewaambia. Kwa sababu tayari nimeshakwambia wewe kila kitu ambacho nilikishuhudia. Kwa sasa hivi wewe niulize kuhusu habari ya chips, chakula na vitu vingine. Hiyo habari ni sawa, nashukuru. Yakaya na mchoma kimya kinamliza. Alikuwa mwalimu wa matumaini, aliwasha taa kwa mioyo ya vijana, lakini leo kalamu yake imenyamazishwa kwa barua ya kufukuzwa. Hakuamini macho yake, sauti za watoto wake zinamuita. Wenyewe odi odi. Karibu. Asante. Karibuni bwana. Evuteni tu wanyanyua hapo pita. Kumbe uko wazi. Hapo unapita. Sogeza kidogo. Lakini kimya, kilio cha moyo wake hakisikiki. Anatafuta mwanga gizani, lakini kila mlango umefungwa. Mtaani wanamcheka kisiri siri, wanasahau walivyowafundisha kusoma. Leo anatembea akiuza mabuyu. Naona hapa miwa nyingi. Si unajua tena kushamba vitu kama hivyo lazima bwana. Ya boha hiyo. Si unajua tena? Sasa. Ukusha karibuni bwana. Asante sana. Karibuni. Asante sana. Tunapata kawa fulani hivi. Karibuni. Asante sana. Karibuni sana. Asante. Karibuni mkae ambako. Karibuni sana. Asante. Karibuni bwana. Asante sana. Huku ni shambani. Naona hata ndani hapa panaonyesha kwamba niliwaambia nje kwamba huku sisi tunakaa shambani, kwa hiyo tuna maintain hiyo sifa ya kuwa tunakaa shambani. Sawa, naona kuna kitu vizuri sana. Sawa. Naziona hizi fashion hapa. Safi sana ise. Naona yani ni kweli bwana, furniture kabisa, yani za asili kabisa. Aise. Safi. Alafu inaonekana unampenda sana Bob Marley.
naona picha zake pale. Kwa sababu amefanya mambo makubwa. Maana amefanya vitu vingi vikubwa na amefanya vitu vingi sana kwenye muziki, na mimi ni mpenzi wa muziki kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kuna mengi ambayo amefanya, kama kwa mtu mweusi amesaidia vitu, amefanya vitu vingi. Ni kweli kabisa. Huyu bwana kuna siku moja alikuja kwenye show hapa Tanzania, akawa analipuliza. Mwalimu Nyerere akasema, "Sasa yule ataimba nini yule?" Na yake alikuwa na kitu hichi. Baada ya kupanda kwenye show yenyewe, kwenye stage, sasa maneno ambayo alikuwa anatema, madini ambayo alikuwa anatema, Mwalimu Nyerere mwenyewe alikubali. Ule mtu hatari sana. Bado narudia tena pale kwamba kuna mengi mazuri ambayo amefanya na hatuwezi kuyaacha kwa sababu tu ya machache ambayo yanaonekana kwamba yakuwa kwenye mfumo wa maadili. Sawa. Karibuni bwana, lakini sijapata hata kuwafahamu kwa majina, tufahamiane kwa sababu Tanzania tuna ukarimu, lakini huwezi jua bwana, dunia imeshaharibika sasa hivi. Sawa, tunashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Gwaja. Sawa. Naitwa Elizabeth Mosho. Gwaja na Elizabeth Mosho. Bado kidogo nipo kwenye utaka kwa sababu kwa majina ninafahamu, of course nimemtajia majina yenu, lakini niliuliza vile awali kwa sababu nilitamani kujua kwamba ni wakina nani. Unajua Tanzania ni wakarimu, tutakaribisha lakini dunia siku hizi yenyewe imeshaharibika. Unaweza kukaribisha mtu kumbe mwisho wa siku ni jambazi. Kilichotuleta hapa kikubwa zaidi tumeelekezwa na Jakaya.